Hizo hapa shamba. Shamba na bado mwaetu, lakini demu mwanangu, yani kila nikutana naye inakuwaje, siwezi kumface nikaongea naye mwanangu, hata kama haija kumdamu babu sio namna hiyo mzee. Yani kwa nini sasa anaitazesha? Yani naona zesha ni kabisa mwanangu, lakini nikutana naye mwanangu chula kweli mwanangu. Yani wewe mwanamke kaenda shule na sio kaenda shule za msingi, za sekondari babu, au una swaga so swaga mwanangu, yani nikutana nani hata yani hata sasa hivi nikisema nikutana naye huyu hapa mwanangu, elimu inabaki tepe mzee, yani hamna cha neno kutupa neno wala kuongeza neno mzee, yani hapo kwa shega. Sasa nikwambie kitu, unaona huu mtaa wote mademu wote tayari wote nishawaweka hapa, mademu wote nakwambia, yani hakuna demu yoyote anayelukaga kamba hapa, nimeweka moyoni, nimewaweka hapa mwanangu. Alafu unaona yule demu anayekuja sasa, yule demu tayari wewe mlemo, mbona niangalia sana vipi? Samahani kaka, nimekufananisha na mtu ambaye alinibia simu yangu kwenye daladala. Kia Mungu. Tunafia. Demu wako. Acha mambo yako. Pita huku, unaenda wapi huko? Pita huku. Kia Mungu. Umefananishwa na mwizi tena. Hapana. Umefanya la kibaka manake yani. Hayo mwanzo wape. Kakaangu, mimi nataka kuzungumza na wewe. Okay, zungumza. Kakaangu, hivi maisha ulionayo hivi umeridhika nayo? Kivipi? Unanifurahisha sana. Yaani eti wewe mwenyewe hauelewi, afu unaniuliza kivipi? Sikia nikwambie kitu kimoja mfahamu. Wewe ni mtu wa kiume. Haikutakiwa wewe unitegemee mimi. Ilitakiwa mimi ndo nikutegemee wewe. Lakini nashangaa eti wewe unanitegemea. Yaani kwa kila kitu. Kuanzia chakula, mavazi na mengineyo. Kwanza kunipandishia sauti au sio? Mimi sijakupandishia sauti. Wewe kumbuka mimi ni kaka yako. Kuwa na mipaka yako. Endelea.
Sasa mimi nimezungumza kitu kibaya? Shida ni mdogo wangu. Kafanya nini tena? Amekuwa ni mtu wa kunipandishia sauti na kunidharau. Hilo tu baby. Usijali sawa. Mimi si nipo kwa ajili yako. Nela kidogo ninazo hapa. Nitakupa nitakusaidia. Wakati mwingine nikirudi nitakupa nyingi zaidi sawa? Samani bwana, nataka niulizie, namtafuta ndugu yangu hivi, ni mrefu hivi alafu ni wa kawaida kama mimi, mlemavu wa macho. Kwa jinsi ulivyoelezea, huyo ndugu yako mimi nimepishana naye dakika chache zilizopita. Ukitoka hapa tulipo, tunahesabu nyumba ya kwanza, ya pili, ya tatu, kuna njia ambayo imeingia kushoto. Hiyo njia ndio unafuata, ndio alikoelekea. Ila kama hutajali, ningeomba nikusindikize mpaka hiyo sehemu ambayo tulipishana naye. Aisha. Chipoka. Mambo vipi? Uko poa? Uko poa sasa. Nzuri. Naona umependeza dada. Kawaida. Mzee wa kujichetua. Binti Malingo huyo. Hongera sana Aisha. Asante. Sio umepata kazi? Ya. Kweli? Ndio. Hongera sana Aisha. Asante. Hongera sana Aisha. Yaani kama unavyoniona mimi, yaani ndo niko hivi. Sasa hapa mfukoni sina chochote. Kwa nini kukutana na wewe? Kwa naomba hata huko tu. Bwana sasa hivi yani umekuwa kama tajiri fulani hivi, yani madam si madam. Hamna bwana, kawaida tu. Nasikia nikwambie, kwa sasa hivi naelekea kazini. Wow. Lakini sasa nitakupatia chochote hapa. Au sio? Ya. Chochote bwana. Hapa. Alafu sasa siku nyingine nikikutana na wewe nitakupa zaidi ya hiyo hapa. Kweli? Ya. Sana. Mungu akubariki Aisha. Muendelee kutolea hivi. Haya bwana, sawa. Ngoja mimi niwahi basi. Kweli Aisha, wahi bwana, kazi nzuri. Haya, poa. Poa bwana. Unajua ninakuonaga unapita unaenda hivi juu. Wewe kaka, mimi naona ulichoniitia. Unajua wewe ni mzuri sana. Wewe kaka wewe. Sikia nikwambie. Mimi kuna sehemu nilikuwa nawahi. Kwa hiyo nahisi unanipotezea muda wangu. Achana na mimi. Muda vipi sasa mama?
Kwa mpole, nikueleze. Achana na mimi. Mimi au? Ya, wewe mwenyewe. Vipi? Nani wewe? Ni Sagani. Safi. Kuna mtu alikuwa anakutafuta muda sio mrefu. Ni nani huyo mtu? Na yeye kwa majina alivyoniambia amesema kwamba anaitwa Kicholi. Kicholi? Kama mimi simjui. Sasa inawezekanaje mtu au mjue afa anakutafuta na anakutafuta sana? Mimi ningeomba kitu kimoja ndugu yangu. Naomba ukikutana naye tena mwambie hujaniona sehemu yoyote. Kwani kuna shida? Au Mimi naomba nikuache.